Kuna watu mnaishi nje ya maono, mna ndoto lakini hamjui namna ya kutembea nazo ili ziweze kuzaa. Mtu aliyebeba maono hatembeagi ovyo ovyo kila mahali anaonekana, haongeagi kila kitu na kila mtu, haonekani kila mahali palipo na kelele ya watu. Kukaa nyumbani au kukaa kwenye kituo, mahali ambapo umefanya kuwa sehemu yako ya kufanya ndoto zako zitimie, kuna faida. Kwa sababu ili Mungu aseme na mtu, huwa anataka amkute kwenye kituo. Usiwe mtu wa kuzurura kwa mambo ya msingi. Unapambania ndoto zifike mahali panapotakiwa. Kwa hiyo hutaenda tu, unaenda kumwona mtu anayehusika kwa jambo husika. Unapomalizana naye, rudi kwenye eneo lako la kazi. Mahali penye kituo chako cha kazi ndipo mahali ambapo Mungu atazungumza na wewe, atakupa maelekezo. Atakwambia, mwanangu, hapa fanya hili, fanya na hili. Wewe ni bosi kazini. Usiwe mtu wa kwenda kupiga zogo kwenye maofisi ya watu wengine. Wakati mwingine tunakosa credit kwenye maofisi tulioajiriwa kwa sababu badala ya kuishi maono tunafanyika kuwa sehemu ya maono. Kwenye eneo lako la kazi, hakikisha hata kama umeajiriwa, fanya kazi hiyo kwa nguvu zako zote, kwa bidii. Hata kama watu watakwambia unajifanya wewe ndo nani, wamekuja wengi hapo wamepita, waambie kwamba acha wapite, huu ni wakati wangu, lazima nifanye ulio wajibu wangu. Uwe mwaminifu tu hapo. Mungu atakupa wazo la kufanya litakalo kutofautisha na wengine waliokutangulia kwenye hiyo ofisi. Na wakati wa kutukuzwa, Mungu atakutukuza kuliko wengine. Unajua kwa nini Wakristo wengi tunaachishwa makazi? Ni kwa sababu tunapoenda kazini tunakuwa wazembe, hatujitoi, hatujitumi. Alafu tunasema Bwana ataniokoa. Majaribu yakiinuka unasema mimi nina majaribu sana kazini. Kumbe uzembe ulionao ndio unaosababisha nini? Majaribu. Mengine Mungu hata hahusiki, unayesababisha mwenyewe. Alafu mwisho unasema Mungu ameniacha.